leo nitachelewa kwa sababu nashika mtu. Oh, toa shaka, nimekuelewa. Hata mimi mwenyewe kuna kazi hapa namalizia. Sawa, baadaye basi. Poa. Mamoni. Naam. Uliyekuwa unaongea naye kwa simu anakuja huku kufanya nini? Salamu basi kwanza mamangu. Asubuhi mbichi staru shaanza. Salamu za nini? Nijibu swali langu kwanza. Mkaza mwanao ndo anakuja. Mkaza mwanangu tena? Ni nani alikupa ruhusa kujiingiza kwenye mahusiano ya wasichana? Na wewe wakati unaopiga usichana wako, nani alikupea ruhusa? Hayo hayakuhusu. Hizo ni sheria zangu. Na kuuliza, ni nani alikuruhusu ujiingize kwenye mahusiano? Alinituma nijiingize katika mahusiano. Ni hisia zangu mimi. Mimi naona umemaliza chuo, unalosubiri ni kungojea simu ya kazi uende upate uajiriwe kazini. Leo hii wewe umejiingiza kwenye mahusiano ili yeye aanze kula hizi pesa zako. Na mimi nilikusomesha, nikamaliza mapeni yangu yote kwa ajili yako wewe. Sasa ndo nimekupata. Na maneno yako unavyoongea ni ishara tosha ona fly. Sasa wewe fly. Nakuja tena sasa hivi. Hivyo tu. Haya, wacha tuone. Sawa. Ameacha simu yake huyu. Ngoja nichukue na mkomesha leo. Hello, uko wapi? Hello. Nimepokea ili asikie, songea basi. Lina. Mbona ndo kwanza wafika fuaenda? Nini shida? Sasa ilikuwa kuna maana gani ya kuniita hapo ukijua kama kuna mwanamke mwingine? Lina, basi hata kama ni wivu ni hivyo. Yaani macho yako ya kuonyesha kwa hata nimetoka kuoga, hata niko na maji. Hivi nikuulize, simu yako iko wapi? Ipo ndani. Uko na hakika simu iko ndani? Twende ndani basi, angalau kapate kukaa. Mwasemaje? Twende.
Hodi hapa. Karibu. Jambo ma. Jambo, sijui. Salama. Habari za hapa? Salama, sijui. Namtafuta huyu msichana wangu, sijui uliwahi kumuona? Sijawahi muona mama. Na mbona umtafute na huyo ni mtu mzima? Hata pengine ameenda olewa. Si kawaida yake huyu msichana wangu. Leo ni siku 3 hajawahi hata kupiga simu. Atakempata huyu msichana wangu nitampa 50,000. 50,000? 50,000. Sawa. Ni sawa mama. Acha nikimpata nitakwambia. Sawa. Anti, samahani. Nilikuwa nakuuliza. Umesema atakayemuona malipo yake ni pesa ngapi vile? 50,000. 50,000? Sawa basi. Kwani wamjua? Ndio huyo hapa. Namjua. Si unipeleke? Tuangalie kwanza malipo, pesa kwanza. Na mimi sitaweza kukupa pesa paka ukanionyeshe. Sasa tufanye hivi. Acha tupange siku nyingine ili niweze kumtafuta. Saa hizi wajua ni mzururaji, hapatikani karibu. Lakini nitakapomuona tu nitakujulisha. Nikupe namba ya simu? Weka namba ya simu hapa. Wajua bro, kipindi cha napitia ni kigumu sana. Sasa mimi nilikuwa nakushauri, si utafute mwanamke mwingine angalau jiliwaze. Unajua mara nyingi watu wafuatilii misemo. Lakini namaanisha siku zote kikulacho kinguoni mwako. Unajua nisaidia kweli? Unajua ni kwaje sasa? Unajua mimi ndo mshauri wako, halafu watoto wako utaacha lini? Na vipi kuhusu mwanamke hapa ndani? Hatoe harufu. Zishatimia siku 3 sasa na anuki. Yaani sina amani kabisa. Nalala maiti. Na ujasiri kulala na maiti ndugu yangu, unatoa wapi na kwenye maiti atisha? Ukumbuke wenyewe anamtafuta saa hii. Ujue kuna jela. Yaani mpaka natamani kujitoa uhai ndugu yangu. Sasa mimi nilikuwa nakushauri ndugu yangu. Nasemaje leo usiku tuzike. Nabii mkubwa akijua, unajua hata tuzengua. Ni kisirani. Nabii mkubwa wako ni lazima atajua kwa sababu ni mchawi. So shauri wangu ni huo nimekupatia. Leo usiku tumzike. Hiyo siri isisopoke kwa sababu niko nao mimi tu. Sawa. Okay, sawa. Baada ya kushinda baba.
Nzuri sana. Vipi muendeleaje mama? Salama tusijiwewe. Habari za kwenu? Kuzima tusijiwewe. Mbona saizi huku kwangu mna shida gani tena? Na msichana wangu ametoka nyumbani na siku 3 mpaka sasa hivi hajarudi. Na si mazoea yake. Ndio ikabidi nifike hapa. Labda mlikosana naye mkampiga ndo akakimbia nyumbani ama ni shida iko wapi? Si mazoea yake yani. Toka watoke hajarudi. Leo siku ya 3. Siku ya 3. Sasa hapo umefika kwa mwenyekiti, nitalifanya kazi ile swala lako, nitachunguza, nipe siku 2-3 kisha urudi hapa, utakuwa ushapata majibu. Sawa mama? Ni sawa. Manake hii ndo mwanzo wa serikali inaanzia hapa. Kwa hivyo nitafanya uchunguzi wangu kisha nitakuja kwa majibu. Sawa? Msichana mwenyewe ndio huyu. Pengine waweza muona. Sawa, nitapeleka ripoti kule kisha tutajaribu kukusaidia. Litakalopatikana kule utakuja kesho, utakuja pata majibu inshallah. Sawa mama? Asante. Haya, kwaheri. Elezea shida yako mama. Mtaalamu, nimekuja hapa na msichana wangu amepotea na siku 3 hajafika nyumbani. Sawa kabisa. Hapigi hata simu na si kawaida yake. Nakuja, naomba unisaidie mtaalamu. Hapa ni kwa kamaliza. Shida zako zote zinakwisha mama. Kutanga mikongo. Waibalanga mikongo, kutanga mikongo. Mama umefika. Mtoto wako utacha lini? Kesho. Nini? Kwa sababu mipango yako ni feki. Yaani hakuna kitu utanishauri. Juzi kilitukuta. Haya. So kwa hiyo utakunielewa acha nakwambia mimi. Huku matatizo yako yataenda kuisha. Twende zetu. Oya, simama Kilina yule. Tukifika pale tutajeleza vipi niko pale. Sasa tasikia yule. Tumia akili. Yeye ndo amefika mwanzo pale, ataanza kudumiwa yeye alafu ndo sisi. Sawa, twende. Mama. Wacha nikuonyeshe mtoto wako alipo. Angalia mama hapo kitakachotokea. Sioni kitu, naona giza tu mtaalamu. Wananichezea.
Webalanga mikongo, webalanga mikongo. Sini mwanangu yule? Sawa sawa kabisa. Ndio yule mwanangu yule. Taalamu, nisaidie, nitampata vipi yule mwanangu mimi? Umefika kwa kamaliza mama. Kutanga mikongo. Kutanga mikongo. Webalanga mikongo. Kodi mtala. Mama, shida yako nimalizika. Vua ni viatu vijana. Kutanga migongo. Nini ndio mesababisha shida mama kutatulika. Kutanga migongo. Webalanga migongo, webalanga migongo, kutanga migongo. Usiogope. Kutanga migongo. Kutanga migongo. Mama, usimshike. Mwanangu. Tulia mama. Kila kitu kinakwisha leo. Mwanao hajafa. Unamkumbuka yule mama? Kijana, unamjua mama? Kutanga mikongo. Mama, historia gani hiyo umenitengenezea katika maisha yangu? Mama yako mchawi. Ndio hivyo ulitaka niitwe? Itafichwa wapi sura yangu mimi? Asante. Wewe ni mfanya dhambi, hufai kusamehewa. Mrudishe uhai au tukumalize. Huyo mama anatakiwa afe. Ndio uhai wa huyu binti urudi, kwa sababu aliyemuuzia uchawi hakumpatia mbinu za kuponya. Mwanamke hasidi sana huyu, kumbe ndiye adui yangu. Kila kitu kinakuisha mama. Kila kitu kinaenda kumalizika. Sasa kilichobaki ni kuangamiza uhai wake, kwa sababu aliyempatia uchawi hajampatia na mbinu za kuponya. Je, mko tayari tumwangamize ili uhai wa msichana urudi? Siku zote mtaalamu, kama unataka kumuua nyani usimwangalie kwa uso.